wanaume, lakini pia kwa watoto. Kwa kisheria watakupa mwongozo namna ya kupata haki zako. Ni kitendo cha mwanaume kumwingilia mwanamke bila ridhaa yake. Anakuwa amefanya nini? Amebakwa. Unatakiwa usizidishe siku 3. Mtu ukifanyiwa vitendo vya ukatili vya ubakaji, pema kituo cha polisi, atapewa polisi form namba 3 au kwa yeye kwa afya yake. Kwa mfano, kwa mtoto wa kike atapewa kupatiwa msaada wa namna hiyo inakuwa ni kazi. Kwa hiyo kuna saa tunapitia wakati mgumu sisi kama watu wa maamuzi. Unakuta umeshatoa ushauri ambao amekutana na hiyo. Unakuta mteja amekuja hapa, mimi namwambia rudi kule kwa afisa ustawi ndio atakwambia uende wapi. Kwa hiyo kwenye swala la msaada wa sheria hatutoi ile msaada direct kwamba fanya hivi fanya hivi. Hapana. Tunawaelekeza sehemu za kwenda ili wakapewe namna nzuri zaidi ya kusaidika. Kwa sababu tunaogopa kusababisha mgongano wa maslahi. Kawa tumeshauriana wa mama kuanzisha mradi wa kilimo. Kawa tunalima mahindi, maharage, lakini pia tukashauriana kiangazi kulima bustani za mboga mboga, bustani za mahindi. Baada ya kuwa tumeingia kwenye mradi wa kilimo, kaendelea na mradi wa kuweka na kukopa na kilimo. Baadaye tukashauriana wa mama, mkuu wa wilaya, barua za kuomba mkopo wa halmashauri. Nafuatilia utaratibu, halmashauri kama imetuwezesha kudukopa kiasi cha milioni 10. Tulivyopata ile hela, wa mama tukakaa chini tukashauriana, tukawa tumerangua mazao, tukaweka store. Baadaye tukiwa tunaendelea na kilimo pembeni na kuweka na kukopa. Tulivyouza mazao yetu tukapata faida. Tukashauriana wa mama, hii faida tunaiendelezaje? Ile faida tuliyoipata tukawa tumepata baba mmoja kawa nauza nyumba. Tuliona iko karibu, tukanunua ile nyumba. Tulivyonunua ile nyumba tukaweka wapangaji. Ingawa haijakamilika vizuri, tulifyatua tofali tukajenga, lakini kawahesha watoto. Familia zinatuangalia sisi. Tunahitaji serikali ituangalie vizuri ili na sisi tupige hatua. Asante. Za halmashauri kwa kushirikiana na shirika la kuhudumia watoto la UNICEF, shirika la kimataifa, wanaunganisha nguvu kwa pamoja, serikali lakini pia na wadau wengine, ili kuhakikisha vitendo hivi vya kikatili vinapungua. Na tumepita katika maeneo mbalimbali ikiwemo magereza kuangalia huduma za ustawi wa jamii zinazofanyika pale na wale wafungwa wanahudumiwa namna gani kupata haki zao. Lakini tumepita mahakama kuangalia kesi za watoto, kesi za wanawake, masuala ya mirathi yanashughulikiwa namna gani. Na pia tumefanya mkutano wa hadhara pale katikati kabisa ya mji mdogo wa Ilagala ili kuweza kuwaelimisha wananchi wapate elimu hii kwa ujumla wake. Lakini pia tumetembelea kijiji cha Kajeje, kikundi cha kina mama Kajeje, kwa lengo la kutembelea hicho kikundi cha wanawake kuona namna ambavyo wameweza kujikwamua kiuchumi, ambao tumetembelea mradi wao wa ujenzi wa nyumba ya kupangisha, shamba la mazao wanalima pamba na maharage. Na tumeona kwa kweli baada ya kuwawezesha mkopo miaka 2 iliyopita wa milioni 10, wamepata faida kiasi kwamba wameweza kujieleza kwamba wameweza kusomesha watoto, na awamu hii wameomba mkopo mwingine, na kwa namna tulivyoona wanastahili kupewa ili kuendelea kuwainua wanawake kiuchumi. Na ukiwainua wanawake kiuchumi, wana uwezo wa kujitegemea, hivi hata vitendo vya kikatili vya kuonewa na jinsi nyingine vinapungua sana.